Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Pastor Andegunyu. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu vema ya afya na biashara au kazi yako. Bila shaka, vema maana yake usaidizi. Vema maana yake usaidizi. Tena usaidizi unaofaa. Vema maana yake usaidizi unaofaa kwa yule ambaye unamsaidia. Usaidizi unaefaa kwa yule ambaye unamsaidia na kufanya. Vema ya afya na biashara au kazi yako maana yake kuwa ni usaidizi wa afya na biashara au kazi yako ulionao. Usaidizi wa afya na kazi au biashara ulionayo na kufanya. Popote pale ulipo, bila shaka upo katika biashara fulani au unafanya kazi fulani. Popote pale ulipo, upo katika biashara fulani au unafanya kazi fulani. Tena pasipo kujalisha ni mwanamume au ni mwanamke, ni mwanafunzi au siye mwanafunzi, ni mtoto aliyezaliwa leo, ni mkubwa au ni nani. Lakini popote pale ulipo, kuna biashara unafanya au kuna kazi unafanya. Kwa kuwa kusoma nako ni kazi, kulima nako ni kazi, kufua nako ni kazi, kula nako ni kazi, kufanya usafi nako ni kazi. Chochote unachokifanya kuna mabadilishano ambayo unayafanya. Chochote unachokifanya kuna mabadilishano ambayo yanafanyika. Kwani kama unakula, basi kuna chakula ambacho kinatoka. Kama kuna chakula kinaingia katika kinywa chako, tambua kuna chakula ambacho kinatoka katika mwili wako. Kama unafanya usafi, tambua kuna uchafu ambao unatoka. Kama unaongea, kama unacheza, kuna mabadilishano ambayo hufanyika popote pale ulipo na kufanya. Popote pale ulipo, pasipo kujalisha ni wapi, kuna biashara unafanya na kuna kazi unaifanya. Kuna biashara unaifanya au kazi unaifanya. Tena si katika kufanya tu, bali unaifanya kwa usahihi. Unaifanya katika msawazo. Unaifanya katika afya, yani haki. Kwamba kile kinachoingia ni sawasawa na kinachotoka. Kile kinachokuja ni sawasawa na kile ambacho kinatoka na kufanya. Kwa kuwa kinachoingia ni sawa na kinachotoka, hiyo ndio huitwa afya au haki. Ndiyo, naongea na wewe popote pale ulipo. Basi, ni kazi gani iliyo nzuri zaidi ya mwingine? Hakuna. Ni biashara gani nzuri iliyo zaidi ya mwingine? Hakuna. Ni haki au afya gani iliyo bora zaidi ya mwingine? Hakuna. Kwa kuwa yule ambaye unamuona ndiye mwenye biashara nzuri, huyo ndiye ambaye mnabadilishana na biashara ulionayo. Mnabadilishana na hicho ambacho unakifanya. Unabadilishana na hiyo kazi ambayo uko nacho. Unabadilishana na tunda la hapo
ulipo popote pale ulipo, na kufanya yule ambaye unamuona yuko bora lakini yuko sawa sawa au ni wa kufanana na wewe, kwa kuwa huyo ndiye yule ambaye mnafanya naye biashara. Kinachotoka kwako kinaenda kwake, kinachotoka kwake kinakuja kwako. Vivyo pia hata kazi. Hakuna aliye na kazi bora zaidi ya mwingine. Hakuna aliye na kazi bora zaidi ya mwingine, kwa kuwa yule mwenye unayemtazama kama ana kazi bora, tambua matokeo ya ile kazi alionayo yanabadilishana na matokeo ya kazi ulionayo. Yanategemea matokeo ya biashara au kazi ulionayo wewe, na kufanya yeye amekuwa sawa sawa au msaidizi wako popote pale ulipo, na kufanya biashara tayari uko nayo tena iliyo bora. Kazi tayari uko nayo tena iliyo bora. Afya au haki ya biashara hiyo yenye usawazo kwa kutendeka kwake tayari unayo. Ni nini kitafuata? Ni nini kinachobaki? Kwa kuwa tayari utawala unao, kinachobaki ni pumzisho, yani usaidizi wa hiyo kazi ulionayo. Hiyo kazi au biashara unayoifanya kuwa usaidizi kwa mwingine, kuwa usaidizi kwa huyo ambaye ulikuwa unamtazama yuko bora kuliko wewe, ana kazi bora kuliko wewe, ana biashara bora kuliko wewe, anatoa haki au usawa bora kuliko wewe. Kwa kuwewe kuwepo popote pale ulipo katika kazi au biashara ulionayo, kilichobaki si kutafuta biashara tena wala kutafuta kazi tena, bali kuwa msaidizi. Kuwa msaidizi kwa kila kimoja popote pale kilipo. Kama utawala tayari unayo, kama ni kazi tayari unayo, kama ni biashara tayari unayo. Nini unachotafuta? Hakuna zaidi ya kuishi, zaidi ya kusimama katika biashara yako, ya kusimama katika kazi yako, ya kusimama popote pale ulipo. Kusimama popote pale ulipo, na kwa kusimama kwako katika kazi yako, kwenye biashara yako, ndio huwa usaidizi kwenye chochote popote kilipo. Usaidizi kwenye taifa lako, usaidizi kwenye familia yako, usaidizi kwa mke wako, mume wako, watoto wako, wazazi wako, majirani zako, dini yako, taifa lako. Kwenye kila kiumbe kilichopo kinategemea kazi au biashara yako wewe popote pale ulipo. Kinategemea hicho ambacho unakifanya, unakitenda, unakiishi. Naongea na wewe popote pale ulipo kwamba chochote popote pale kilipo kinategemea biashara yako, kinategemea yanayobadilika kutoka kwako, ili yale yaliyotoka kwao yapate kupumzika hapo. Yanategemea pumzisho la kazi yako, kwa kuwa ulipo wewe ndiye biashara au kazi katika usawa au afya katika kutendeka kwake. Basi popote ulipo umekuwa vema katika afya na biashara au kazi yako, kwa kuwa kazi yako au biashara yako imekuwa usaidizi kwa mwingine, kimekuwa usaidizi kwenye kingine chochote popote kilipo.
hicho ambacho unabadilishana kimekuwa usaidizi kwenye kila kimoja popote pale kilipo kwa jinsi yake, aina yake. Unapokula, unapotembea, unapokaa, unapokuwa unafanya matibabu kwa daktari, unapokuwa unafanya ulinzi kwa wewe askari, unapokuwa unafanya usalama kwa wewe askari, unapokuwa unalima wewe mkulima, unapokuwa unahesabu fedha wewe mhasibu, unapokuwa unaabudu wewe mtumishi wa Mungu, unapoomba, unapotabiri, unapohubiri, unapoimba, unapocheza, unapofanya biashara hiyo, unapofanya chochote hapo popote ulipo, tambua imekuwa ni usaidizi kwenye kila kiumbe popote pale kilipo kwa jinsi yake. Na ndio maana wewe umeitwa vema, wewe umekuwa vema, kwa maana kwamba msaidizi wa kila kiumbe. Unachokifanya, biashara yako, kazi yako, kwa usawa wa kuzunguka kwake, imekuwa ni usaidizi kwenye kila kiumbe. Kwa mke wako hapo, kwa mume wako hapo, kwa watoto wako hapo, kwenye taifa na kila kimoja kilichopo ndani ya taifa, pasipo kujalisha ni wanyama, ni wadudu, ni mimea, ni moto, ni mvua, ni anga, ni jua na vitu vyote kwa majina yake. Lakini biashara yako, kazi yako imekuwa ni tegemezi kwao. Kazi yako imekuwa ni usaidizi kwenye mimea. Kazi yako imekuwa ni usaidizi kwenye taifa lako. Kazi yako, biashara yako, kwa maana kwamba popote pale ulipo, kwenye kila unachokifanya, kwenye kila unachokitenda, imekuwa ni usaidizi katika ulimwengu wote. Imekuwa ni usaidizi katika mbingu na nchi. Imekuwa ni usaidizi katika anga lote na ardhi yoyote popote pale lilipo. Basi kazi au biashara yako imekuwa vema, yani usaidizi unaofaa katika kila kimoja kilichopo. Kwa kuwa vema maana yake usaidizi unaofaa, basi kazi yako imekuwa ni vema kwa kuwa ni usaidizi unaofaa katika jamii, pasipo kujalisha unafanya nini sasa hivi, pasipo kujalisha nini unatenda sasa hivi, pasipo kujalisha uko wapi sasa hivi. Lakini kwa kutenda kwako, kwa kuishi kwako, kwa kuwepo kwako, ndiyo afya na kazi au biashara yako kwa kufanya kwake kwa jina lake. Ndiyo huonekana katika utisho na kuogofya kama vile mto na kazi yake ya kubeba viumbe ndani ya maji, lakini imekuwa ni utisho kwako wewe unaevuka, ili usipate kuiba wala kuharibu wala kuchukua kilicho ndani yake pasipo mto wenyewe kukupatia kwa ridhaa yake. Ndio maana ukawa ni hatari zaidi katika wewe kutaka kuvuka, lakini na uhatari wake imekuwa ni usaidizi kwako, kwa kuwa mto unakupa samaki, mto unakupa maji katika sehemu yako, mto unakupa vingine vingi kwa kuketi kwake. Lakini hasha na uhatari wake wa wewe kuvuka huo mto, ila mto huo ukawekewa daraja upate kupita juu yake, na kufanya daraja likawa na mipaka yake, mto ukawa na mipaka yake. Ndivyo ilivyo kwako wewe hapo ulipo, ulivyo unatisha katika kazi yako. Kama vile kazi ya uaskari unatisha, kwa kuwa vinavyotumika vyote vinatisha, lakini ndio njia ya kulinda usalama na mipaka sawa sawa na jinsi wewe ulivyo. Lakini pia daktari unatisha kama nini, vifaa vinavyotumika, vile vile mtumishi wa Mungu, vile vile mtoto hapo ulipo, kila unachokifanya kinatisha kama nini. Lakini
ndivyo ulivyo. Ule utisho ni kutokuruhusu kile kilicho ndani yako kisitolewe pasipo idhini yako, kisitolewe pasipo hitaji lako wewe kutoa. Kwa kuwa kila kinachotoka ndani yako ni msaada wako wewe na siye yule aliyekitoa. Narudia, kile ambacho kinatoka ndani yako ni cha kufanana na wewe, siye yule ambaye anakitoa. Na kufanya yoyote anayejaribu kutaka kutoa chochote ndani yako, ndio anakutana na utisho huo na kuonekana kazi hiyo ni ngumu, ni mbaya, haifai, lakini ndiye usaidizi kwako. Kwa kuwa kile ambacho anakitoa kwa ajili yake kimekuwa ni usaidizi kwako katika mabadilishano ya kutoa kwake. Basi leo tambua, popote pale ulipo, kazi yako, biashara yako imekuwa vema kwa kuwa ndiye usaidizi kwenye jamii yote, ndiye usaidizi popote pale chochote kilipo. Ndio naongea na wewe kuhusu vema au usaidizi tosherevu kwenye vitu vyote, usaidizi tosherevu wa kazi yako au biashara na afya yako, kwenye vitu vyote popote pale vilipo. Na kufanya wewe popote ulipo, wewe ndiye uliye vema hiyo, wewe ndiye uliye msaidizi tosherevu kwenye vyote popote kilipo, katika kazi au biashara ambayo unaifanya, katika afya na biashara au kazi yako popote pale ulipo. Haijalishi ni mtoto uko shuleni, basi ukiwa uko shuleni, pambana sana kuishi maisha ya shuleni kwa kusoma kwako, kwa kuwa hiyo ndio kazi ulionayo, ndio biashara ulionayo. Ukiwa ofisini hapo, fanya kazi kweli kweli, kwa kuwa ndio kazi ulionayo, ndio biashara ulionayo. Ukiwa hapo popote ulipo kwenye taaluma hiyo, fanya kazi yako, ndio ulionayo, ndio inaviweka vitu vyote salama, inaviweka vitu vyote viwepo katika mabadilishano ya hicho unachokifanya. Basi na sasa, kwa kuwa wewe ndiye vema katika afya na biashara au kazi ulionayo, na pumziko hili basi liko pamoja na wewe, liko kwako hapo ulipo, kukupumzisha, kukustarehesha katika biashara au kazi ulionayo, katika afya na biashara au kazi yako popote pale ulipo, kukupumzisha kiwateja, kukupumzisha kiafya, kukupumzisha kiuchumi, kukupumzisha kimuujiza, kukupumzisha kiuponyaji, kukupumzisha kiwatoto, kukupumzisha kupata mke, kupata mume, kupata chochote kwa hitaji la popote hapo ulipo kwenye hiyo kazi au biashara ulionayo, ikimaanisha popote pale ulipo. Basi sasa pokea pumzisho hili na furaha la kuwa vema ya afya na biashara au kazi yako iwe nawe.